Mungu ndiye mwamuzi wa kwanza anayeamua kitu chochote kutokea. Sasa kumbuka kuna jambo la uumbaji. Mungu ndiye anayeumba. Mungu ndiye anayetufinyanga. Mungu anatuumba sisi kwa michakato mbalimbali. Licha kwamba kweli tunasoma mashuleni, kuna mambo kadha wa kadha tunayapokea kwa wanasayansi na wana utafiti. Lakini bado tujue kwamba Mungu atawahi kuitwa Mungu tu. Unajua jambo hili limeguswa kulisema kwa sababu nimeona limekuwa likiota mizizi au likizidi kukua kiapo leo. Hususa jambo hili la kumpata aina ya mtoto au jinsia ya mtoto. Imefika mahali mtu akipata mtoto wa kike anaona kwamba ni mtoto wa bahati mbaya. Aidha mfano akapata mtoto kwanza wa kike, wa pili wa kike, basi hiyo baraka ni baraka kubwa sana mbele za Mungu. Sana 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 sana. Ila kulingana na jinsi sayansi ilivyo, mtu akawahi kuja kukukosoa kwamba bwana, ungefuata mbinu hii, ungefanya hivi, au anakuambia ungefanya siku ya ovulation day ungepata baby boy. Yeye atakwambia bwana, ungefanya jambo hili au tendo la ndoa wakati wa usiku ungepata baby boy. Yeye atakwambia wakati wa tendo fanya ile deep penetration safi kabisa. Kuna ziko njia mbalimbali, yani kila mtu anaweza kuzungumza kwa namna yake. Kama mtu yamkini alifeli kumpata mtoto kwa sababu alikosa mbinu fulani za kupata huyo mtoto. Nasahau kwamba Mungu ndiye mwamuzi wa jinsia. Ziko sayansi, ziko theory mbalimbali ambazo wanazuoni wajaribu kuzifanyia au kulisemea au kuzifikiria kwa upande fulani, lakini sio kwamba ndo kigezo namba moja. Zile ni asilimia tu kama 49 kwa 50. Kwa hiyo unaweza kana 51. Kwa hiyo tujue kwamba kupata mtoto au jinsia ya mtoto ni mpango kabisa wa Mungu. Yamkini iko wakati kweli ukaapply hiyo method au hiyo theory kwenye jambo fulani ukafanikiwa ukapata jinsia tunayemhitaji. Si kwamba ni theory, ila imetokea tu, Mungu amekupa kwa neema yake. Kwa hiyo ukaanza kuamini kwa sababu ya ile mbinu, kumbe sio hiyo mbinu. Wako watu ambao wametumia hiyo mbinu lakini hawajafanikiwa. Na nikupe kitu kimoja. Watoto ni baraka. Kuna mwingine anapata watoto wa kiume wote mfululizo. Kwa hiyo mtu akiwaambia baba na mtoto wa kiume, basi umefeli bwana, ungefanya hivi. Kwa sometimes hata wakati mwingine tunajaribu kudogoresha ile baraka au kudisvalue ile baraka ambayo Mungu anaachilia kwetu. Na ndio maana wakati mwingine nimekuwa nikipata hasira sana hata pale ninapokuwa napata mtu ananiambia kwamba umefeli, ungefanya hivi. Hasa nauliza maswali. Hii baraka ambayo Mungu amenipa ambayo kwangu ni value kubwa, ni kubwa sana. Afu naona kama nimekosea kumpata mtoto wa aina hii. Kwa sababu naamini ni baraka kwa wale ambao wanatafuta aina mtoto huyo lakini hawajapata. Kwa hiyo ujue kumpata yule mtoto ni baraka. Sasa hii sayansi